Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sylvester Mukabende, ni mwalimu wa neno la Mungu. Tuko na mwendelezo wa somo letu. Leo ni sehemu ya 4 ya sifa za mtu anayemtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu simaanishi mtu peke yake mhubiri wa Injili au mwimbaji. Nazungumza mtu yoyote aliyepewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana. Kwa bari wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Nazungumza kila aliyeamua kumfuata Kristo katika maisha yake. Ili sifa, siku ya kwanza nilikuonyesha sifa ya kwanza. Nilikwambia sifa ya kwanza, huyu mtu lazima awe mwaminifu na mkamilifu. Haiwezekani kutenganisha uaminifu na ukamilifu au utakatifu. Kwa nini nikakwambia tabia ya Mungu mwenyewe ya kwanza kabisa ni utakatifu kama tabia yake. Kwa mtu hawezi kuwa anamtumikia Mungu alafu asiwe mtakatifu, asiwe mwaminifu. Uaminifu ndio zawadi pekee ambao dunia leo hii imekosekana, na kila aliyenayo ana thamani kubwa kuliko mtu mwingine yeyote, na ndio sifa ya uchaji, sifa ya kumtumikia Mungu. Lakini nikakuonyesha sifa ya pili, nikakwambia unyenyekevu. Nikakwambia kwa nini? Kwa kanuni Mungu mwenyewe ni mnyenyekevu. Kristo alinyenyekea hata kuitii mauti ili sisi tuwe wazima, na matokeo ya kunyenyekea alikirimiwa jina. Kwa sifa ya mtu anayemtumikia Mungu, sifa ya pili, lazima awe mnyenyekevu. Sifa ya tatu nikakuonyesha sifa ni mtu mwenye subira. Nikakwambia mtu ambaye anamngojea Bwana kwa saburi. Nini Bwana anachokifanya? Anasema anamtoa shimoni. Sio tu kumtoa shimoni, anamtoa kwenye utelezi. Hapo akishamtoa kwenye mtelezi, anamsimamisha juu ya mwamba. Akishamsimamisha juu ya mwamba, anafanya nini? Anaongeza hatua zake, anaanza kuzisimamia hatua zake. Huyo ni mtu ambaye anamtumikia Mungu. Leo nataka tuzungumze sifa ya 4 ya mtu anayemtumikia Mungu, ni mtu mtii. Utii ni sifa ya Mungu mwenyewe. Utii ni tabia ya Mungu mwenyewe. Utii ni funguo ya kukutambulisha kwa Mungu kwanza kama unamtumikia yeye. Ndiyo sababu Mungu anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kumbe mtu anayemtumikia Mungu ni mtu ambaye anamtegemea Mungu kwenye kila kitu. Lazima amtii Mungu. Haiwezekani kumtumikia Mungu alafu usimtii Mungu. Utii ni kitu cha msingi sana katika kutembea na kukaa katika njia ya Mungu. Sifa ya mtumishi au mtu anayemtumikia Mungu ni lazima awe na utii madhubuti. Sio utii madhubuti. Kuna utii afu kuna utii madhubuti. Utii madhubuti ni uhakika wa kumsikia Mungu na kuamua kulitendea kazi ile Mungu alilofanya. Ukiwa na utii, maana yake ni una utambulisho. Moja ya kitu ambacho Mungu kilimfanya aupende moyo wa Daudi mpaka kuingia agano lake. Mungu ameingia agano na watu wachache sana, na kila aliyeingia naye agano, siri iliyopo nyuma ni utii. Mungu aliingia agano na Nuhu nini? La kutoiangamiza dunia. Sifa iliyopo ni Nuhu kutii. Utii ndio sifa, kwa sababu Nuhu alitengeneza safina na asijue gharika itatokea lini. Ule utii ukampelekea Nuhu haponi. Sio tu kupona, baada ya kupona Nuhu, utii wa kumsikia Mungu, akatoa dhabihu iliyo bora na Mungu akafanya agano naye. Mtu wa pili aliyefanya agano na Mungu, Abraham. Ukisoma Mwanzo 22, Abraham alitii kutoa mtoto wa pekee. Alivyotii kumtoa mtoto wa pekee, nini kinachotokea? Mungu anaingilia kati. Mungu anafanya agano na Ibrahim
kwa kizazi. Israeli mpaka leo inafaidi matokeo ya Ibrahim kwa sababu baba yao alikuwa mtii. Mtu wa tatu aliyefanya agano ni Daudi. Mungu asema nimefanya na agano na mtumishi wangu Daudi. Siri ya Daudi kugusa moyo wa Mungu ni utii. Alikuwa na mtii Mungu, alikuwa anapomoka akisikia sauti ya Mungu, anamtafuta Mungu, anapomoka, anatii maagizo. Hiyo ndo hilo jambo. Lakini tumtazame mtu aliyekuwa mfalme, lakini kwa kukosa utii alinyang'anywa ufalme. Sio tu kunyang'anywa ufalme, ilipelekea hata familia yake kuingiza kwenye rapture kwa sababu tu walikosa utii. Kukosa utii inakuwa issue sio ya peke yako, unaweza ukaingiza hasara familia nzima. Sauli alikuwa mfalme, alikuwa amefanya vizuri kupiga, aliwapiga Waamaleki kama neno la Bwana alivyomwambia, ila alimbakiza mfalme wao na sadaka nono kidogo akazibakiza kwa madai eti anaenda kumtolea sadaka Mungu. Lakini Mungu alichomwambia Sauli Mungu alimwambia nenda kaangamize Waamaleki wote na vitu vyao. Yeye akambakiza mfalme, akabakiza na sadaka nono. Mungu anamjibu nini? Biblia Samuel, Mungu anamwambia, ukisoma mstari wa Samuel kwanza 15 mstari wa 22, naye Samuel akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kutengenezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko zabibu na kusikia kuliko mafuta ya dhabihu ya beberu. Yaani Mungu anasema kutii ni bora hata kuliko kutoa. Kutii, yani Mungu ukimtii yeye anasema ni bora kuliko kutoa. Nini anatumaanisha nini? Mtu anayemtii Mungu anamuona kama mtumishi wake. Mungu hata ungefanya mambo makubwa kiasi gani, ila bado hujamtii Mungu, manake Mungu hawezi kukuhesabu kuwa mtumishi wake. Ili tuhesabiwe kuwa watumishi wa Mungu, ni lazima tukubali kumtii Mungu kweli kweli. Unamtii Mungu, unaanza kufanya Mungu alichokwambia ufanye, hata kama uhalisia unakataa. Unaanza tu kufanya, unatii tu, unaenda hatua kadiri unavyoenda, kwa sababu umeamua kumtii Mungu. Mungu anayatiisha maisha yako. Lakini sikia hapa anamwambia, kwani kuasi ni kama, mstari wa 23, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa usiwe mfalme. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, naye Bwana amekukataa. Mtu usipotii, Mungu anatuchukulia kama uasi, rebellions. Unaona changamoto? Yaani Mungu anavyotutazama, kwa mtu anayemtumikia Mungu lazima amtii Mungu. Unapomtii Mungu, unatengeneza bondi na Mungu. Sasa kuna mambo kadhaa hapa nataka tunizungumze kuhusu utii. Delay of obedience is disobedience. Utii uliocheleweshwa, kuchelewa kutii ni kutotii kwa Mungu. Partial obedience is disobedience. Kutii nusu ile, kufanya tu walau, ni disobedience kwa Mungu. Adjusted obedience is disobedience. Incomplete obedience is disobedience. Lazima ujue hapa hivi vitu vinne. Tumwambie Mungu akusaidie. Hata mimi pia huwa namuomba Mungu anisaidie, anipe neema ya kumtii, kwa sababu huwezi kuwa mtumishi wa Mungu, huwezi kumtumikia Mungu kama una utii. Mungu akusaidie. Hii ni sifa muhimu sana ya mtu anayemtumikia Mungu. Ukiwa na sifa hii, maana yake umejisajili kuwa mchaji, umejisajili kuwa unamtumikia Mungu. Hii ni sifa ambayo ndio inatofautisha watu na watu. Sifa inayotofautisha watu na watu ni utii. Kesho nitakuonyesha sehemu ya 5 ya somo hili, nitakuonyesha sifa ya 5. Ndio maana kuna uwezo kutenganisha utii na imani. Kwa nini? Imani ni Mungu mwenyewe, utii ni Mungu mwenyewe. Tabia ya utii ilikuwa Mungu. Dhambi iliingia kwa mara ya kwanza
mwanadamu na Mungu wakawa separate. Mwanadamu akashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu tu mwanadamu akumtii Mungu maagizo yake. Alipoamua kuifuata sauti nyingine, sauti ya adui, sauti ya shetani iliyovaa vazi la nyoka, ikaleta adaa, ikamuadaa mwanamke, nini kilichotokea? Mungu akajitenga. Na Mungu akijitenga ni maisha yamejitenga nayo. Nikutakie siku njema na wakati mwingine tena. Kwa neema ya Mungu ninakuombea Mungu akupe neema ya utii. Mungu anipe neema ya utii, kwa sababu pasipo utii haiwezekani kumuona Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Nimekupa hizi ni sifa, lakini hizi ni kanuni pia. Ukizifuata zinakupa matokeo, usipozifuata zinakupa matokeo. Kanuni uzuri wake ni nini? Ukiifuata inakujenga, usipoifuata inakuvunja. Ndiyo sababu mtu anaweza akawa anafanya jambo lile lile kwa muda ule ule, kwa uwezo ule ule, ana neema kama ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu hajataka kutii. Anayetii pekee yake ndiye anayepata neema. Kanuni ukiifuata inakuwa matokeo, ukikataa inakuvunja. Sauli alipoifuata kanuni alipata matokeo na kibali. Alipoikataa kanuni ilimvunja yeye, ikavunja na uzao wake. Kwa njia pekee ya kuishi maisha yenye matokeo ni kuifuata kanuni. No option, ni kuitii kanuni, ni kuifuata. Utii ni kanuni ya Mungu mwenyewe. Ngoja nikupe kitu kingine. Kama ilivyo imani kuwa lugha ya Mungu, utii ni lugha ya Mungu mwenyewe. Ili mwanadamu na Mungu wawasiliane, wanawasiliana kwa utii. Nikutakie siku njema. Tutakutana tena kesho wakati kama huu. Tutajadili kidogo kwa habari ya sifa ya 5.